Uaminifu ni mtaji, na kwenye haya maisha jitahidi sana uwe mwaminifu. Na mtu yoyote anayekuamini akakupa usimamie mradi wake au ofisi yake, fanya kwa uaminifu. Biblia inazungumza habari ya wale wazalisha waliokuwa wanafanya kazi kwa Farao, na walifanya kama kwa Bwana, sio kama kwa Farao. Madhaifu ya Farao sio kazi yao, wao walifanya kama kwa Bwana. Maandiko yanasemaje? Baadaye kwa sababu ya uaminifu wao, Mungu aliwasimamishia nyumba zao. Na ni formula ya maisha. Kabla haujapewa cha kwako, Mungu atakupitisha kusimamia cha mtu mwingine. Ndio maana fuatilia, mtu yoyote aliyeinuka alianza kusimamia vya watu, na pale Mungu akawa anapima uaminifu. Na kuna mtu umepewa kusimamia duka la mtu, umepewa kusimamia mradi wa mtu, umeaminiwa na bosi, umeachiwa ofisi. Hata kama hayupo, ukapiga ukaiba, kesho utakuwa na ofisi yako, kesho utakuwa na biashara yako, na wewe utafika level ambayo unahitaji watu wa kusimamia. Vile vile ulivyopiga, na wewe utapigwa 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Na kwa sababu utakuwa umesahau tena, hawa watu waliokuwa wanapiga ndo wanakuwa na kelele na midomo mirefu. Yani vijana wa leo sio waaminifu. No, apandacho mtu ndicho anachovuna. Leo na wewe unavuna, kwa sababu na wewe ulipiga, hukuwa mwaminifu kwenye mali za watu. Acha na wewe upigwe, wakupige ili uwe ushike adabu. Na ukiona mtu yoyote ana mdomo anaongea, yani hawa watu, yani ukiwapa kusimamia mradi sio uaminifu. Analipwa alichopanda, na yeye alipopita kusimamia vya watu hakuwa nani? Hakuwa mwaminifu. My dear, uaminifu ni mtaji, uaminifu unalipa. Unataka kwenda mbali kimaisha, jifunze kuwa mwaminifu, na ukiaminiwa